Mkristo wakati anaokolewa haimaanishi ya kwamba Mkristo hawezi fanya dhambi tena. Hapana. Inamaanisha ya kwamba tumekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na sasa yote yamekuwa mapya. Lakini tanke tungali na hii mwili, bado tunajipata kufanya wenye hatukutaka kufanya. Ukisoma Rome chapitre 7, Paulo iko nasema, ole kwangu kwa sababu yote wenye niko nataka fanya mema, najipata mimi nafanya le contraire. Now, difference katikati ya Mkristo na mpagani ni nini? Haiko paske Mkristo afanyake dhambi, hapana. Lakini difference ni hii moya. Mkristo ameshahesabiwa haki kupitia imani ndani ya Kristo. Na maisha yake yanaanza ishi ambayo ni mapya, yanaanza kuwa ya kwenda na kufuata haki ya Mungu, kwenda na kufuata Kristo, lakini mwa ile procedure anaweza fanya dhambi occasionnellement. Lakini mpagani yeye hajaweka imani katika Kristo, angali najiongoza yeye peke. Maisha yake yote ni kwenda na kufuata mabaya na mabaya na mabaya na mabaya, lakini occasionnellement anaweza fanya mazuri. Occasionnellement mpagani anaweza fanya vitu vya bia wenye dunia itaona inapigia makofi sana. Lakini haimaanishi kwamba Mungu amemkubali, kwa sababu hakuna mwanadamu wowote mwiko na mwili mwatakubaliwa kwa sababu ya kufuata sheria. Sisi sote tunafaa kuwekwa huru kwa njia moja ya kuweka imani yetu ndani ya Kristo Yesu na Yesu peke yake. Sisi ni kwamba tumepokea Kristo Yesu, amefanya ya kwamba Baba asihesabie dhambi zetu juu yetu. Wakati tunakuja kwa Baba hatuone kama sisi, anatuona kwa macho ya mwana wake wa pekee Kristo, kwa sababu ya damu ambayo alimwanga msalabani.